nategemea Mheshimiwa Raila Odinga. No. Ni chama cha ODM. Chama cha ODM ndio ambacho tuko na haja naye. You heard me nikisema I respect a lot Senator Ososi, I respect a lot. Hawa ni watoto kutoka Ingo, sio? Na wale wajumbe wengine ambao waliingia na chama cha ODM. Tukianzisha our new coalition, wataona kwamba tumefanya hivyo ili kuwakata miguu. Kuna wengi wanasema Raila apate asipate, wao wamewachana na Ruto. It is very clear. Even in Luo Nyanza utastaajabu. Kina Kaluma hao ambao wanaimba namna hiyo, utaona vile watarudi kwa muungano. Because politicians are very interesting. Wanasikiliza ground. Wakiona ground umehama, watahama na ground. So usishangae kabisa. Kwa hivyo it has nothing to do kutegemea Raila ama kutomtegemea. We wish him well na hatuna shida. Lakini we want a coalition ambayo itajumuisha wenzetu wa ODM wakitaka, kama hawataki sisi tutasonga mbele. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tukimalizia, uliahidi wa Kenya kwamba utafanya inquiry kwa mambo ya mbolea gushi na pia mbolea ya bei nafuu, haswa mambo ya procurement. Ahadi ni deni mheshimiwa, tumefika wapi? wa Kenya wanakusubiri? Jambo la pili, hebu rudia tena Lady. Uliahidi wa Kenya mbolea gushi na mbolea ya bei nafuu. Si tuchukua mamlaka tu. Sasa hivi tuna uwezo gani sasa kufanya? Ulisema wewe utafanya uchunguzi. Hii ndio hiyo nasema tutaufanya, lakini si uwezi, ukweli umejulikana. This was fake fertilizer. Hakuna ambaye hajui hiyo fake fertilizer. Ingine sijua anachanganya mafia ya punda na vitu kama hivyo. But anyway, it's very good kunikumbusha. Okay. And then the very last question, kuna wabunge katika serikali wanasema ya kwamba iwapo kura hazitatoshea wataongezea. Je, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na yapi ya kusema, na unajipanga vipi, ama tutasikia pia ukilalamika ukisema kura imeibiwa? Thank you so much. Juu ya fake fertilizer hiyo gushi, mbolea gushi hiyo swala lenyewe I think na vile remember this G2G, mambo ya mafuta hayo tuliyozungumza juu ya NADCO kwa kirefu sana, na Wakenya sasa wanaelimika because that was also public participation. Wakati ukifika tutahakikisha kwamba ukweli unajulikana. Hata tukipata more information hatuna budi ila kujulisha watu wetu juu ya vile mambo yalivyo on fake fertilizer na mengineo kama hayo. Now kwa upande wa matamshi ya baadhi ya viongozi ambao wanasema wanajua kutengeneza marais kwa kipindi cha miaka 24, wengine wanasema hata kama wakishindwa hawatashindwa. Hiyo ni Kenya ya zamani. Kenya ya sasa ambao vijana chipukizi wanaojua haki zao za kidemokrasia, suluhisho ni moja. Suluhisho, vijana wa jinsia wapatiwe vitambulisho badala ya kulipa 300 shillings. Ni haki yao. Umezaliwa Kenya hii, ukufanya application. Alright? Kwa hivyo ni njia moja ya kunyima hawa vijana haki zao. So we will insist that the right to get an ID is your basic right. Na lazima upatiwe bila malipo. Maybe replacement could be the one that I talk about 300. Lakini kupata kitambulisho, basic document yako, na huna kazi. Ni kama kwa mfano nasikia wakati Ruto alikuja huko anapeana ile pesa tu, anapeana tu. Niliona Rigiji akizungumza nikafurahia sana. Samba hiyo pesa kula saa hiyo, kwa sababu hujui kiini yake, maana asilia yake ni kitu gani kula. Kwa sababu wengine yako na Ruto upenda kuongea juu ya maupepo, pengine yako na maupepo fulani, because sio pesa halali. Pengine alitumia kupatia vijana, pengine after that vijana hawa wanaweza kulipa hiyo 300. I want all of us to agree
kwamba 300 shillings kupata ID is completely unacceptable, na kila mtu ambaye hana kitambulisho apate. Ukipata kitambulisho, nao kuna tume ambayo itakuja sasa ya upigaji kura, kila mtu achukue kura yake. Majensi na wale wengine wote tuwe tayari kuhutubia vituo as agents, tuone hao watapitia wapi, because kabla ya saa 4 asubuhi Wakenya watakuwa wamepiga kura. This time watapiga kura kujiokoa kutokana na ushuru wa Zakayo, kuimarisha umuhimu wa kuwa na bahasha ya mshahara. Watakuwa wote wanajitokeza, na sioni hata wakisema wanajua wana muundo wa kuhakikisha kwamba mtu akishindwa anashindwa. Sikumbuka si walikuwa wanasema kwa vyovyote I think ilikuwa ni sisi wakati wengine wa 2022 watu walikuwa wakidhani support ya Uhuru Kenyatta kwa Raila ni ushahidi tosha kwamba pengine Raila angechukua mamlaka, lakini si walijitahidi na sisi na Raila tukakubali. Uamuzi tulienda kule, mahakama ikatoa uamuzi wa kiajabu na tukakubali. Okay, so this time it is going to be a repeat of 2002. Vile Uhuru mwenyewe alikubali ameshindwa na Kibaki, this time watashindwa mpaka waseme tumekubali, kama wanapenda nchi yao. Kama akija na mabunduki pale wakutana na majeshi na wengine hapo, because that government will have gone and it will be important. This country is so important for us in this country, in the African region, in the world. Na kwa hivyo mimi nafurahia kwamba Trump ametupilia mbali mambo ya Haiti. Kumbuka tulisema sisi hatukubali kama upinzani. Wale watu walikuwa wanatuua hapa, kina Bungei, kina Kome wakati ule, na bado kuna mambo mamlakani kwa mahakama. In order to wakati, by the way, on the day the Gen Zs walienda kuvisit bunge, that day ndio the first batch ya polisi wetu walitolewa kupelekwa Haiti wakapigana na majambazi huko. Alright? Na huku ujambazi umezidi. So Trump na shangilia uamuzi wake. We have never believed in that Haiti mission. There was a court order restricting that whole thing, right? So this is another deal under Ruto administration. So hiyo imetokea tu jana, na mimi nikafurahia. Tukimalizia, Mheshimiwa Kalonzo, labda mtu wa Mlembe Nation ambaye anakupata sasa hivi, lile ambalo unaweza kumwacha nalo tukielekea mwaka 2027 ni lipi? Agenda ya Mlembe Nation ukimalizia, Mheshimiwa. Mlembe Nation, unajua kwamba mimi